Hello guys, mambo vipi? Yes, swali ni kwa nini Nexus inatoa faida kidogo. Hizi wiki mbili, wiki tatu imekuwa inatoa faida kidogo. Majibu ni haya hapa. Kwanza nimeichukua hii aka kipengele kamoja ka PDF ya Nexus ambao kanasema hivi, Nexus AI trading bot. Unaona? Nexus AI is a robot which deal on analyzing crypto market and forex market carefully and finally enter the market on either short or long position with very high risk management. Mwanafu anasema this robot is designed to use 10 hours to on analyzing crypto and forex market, and then it take trades from 1 to 4 hours. After that it will cross all trade and leave the market with profit from Monday to Friday. Sasa hapa anazungumzia jinsi ambavyo wamedesign hii robot lao ambalo linafanya trading ya forex na crypto market. Sasa hapa tunaona kwamba wametengenezea high risk management, very high risk management, na linafanya trading kwa muda wa masaa 10, lakini linaingia sokoni kwa lisali moja. Linafanya analysis kwa masaa 10, lakini linaingia sokoni kwa muda lisali moja mpaka masaa 4. Umeona? Kwa hiyo tunaona linatumia muda mwingi kufanya analysis, lakini linatumia muda mchache kuingia sokoni. Na ndio technique ya traders wakubwa ambao wanafanya. Lazima ufanye uchambuzi wa soko kwa muda mrefu, halafu unaingia kwenye biashara tayari unakomesha na opportunity iko sehemu gani, then unaingia na kufanya biashara kama inavyotakiwa. Lakini pia nataka tuangalie sasa kwa nini soko halifanyi vizuri. Kwa nini Nexus haifanyi vizuri kwenye kuleta maokoto. Kwanza kabisa tunaangalia vipengele kama vitatu ambavyo vinaweza vikasababisha. Tunaenda kwa haraka tu. Kwanza kwenye masoko ya crypto na forex ni masoko ambayo yanalandana tabia zake, kwa sababu yote yanatumia charts, lakini pia yanatumia candlestick. Kwa tabia za candlestick za forex na tabia za candlestick za crypto zote ni the same. Umeona? Lakini pia na hata muundo wake ni ule ule, kwa sababu yote yanatumia charts, na traders wengi wanatumia charts wala hawatumii line na vitu vingine. Sasa nataka tuangalie hii tabia ya soko, inaitwa market structure. Tunaangalia market structure kwanza, ambao ni muundo wa masoko. Kwanza kabisa tunaona kuna aina 3 za market structure. Kuna aina ya kwanza inaitwa trending market, na aina ya pili inaitwa ranging market, na aina ya tatu inaitwa choppy market. Sasa hii trending market ni soko ambalo ndani yake kuna vitu viwili, kuna uptrend na downtrend. Soko likipanda mtu ananunua, soko likishuka mtu anauza. Kwa hili soko la trending market maana yake linakuwa lina uptrend na downtrend. Lakini pia hii ranging market ni soko ambalo halipandi wala halishuki, linachezea mule, yani linachezea kwenye resistance na support, linachezea hapo. Kwa lugha nyingine tunaita soko lina consolidate. Maana soko linakuwa linafanya consolidation. Kwa hiyo hii pia ni aina ya pili ya market structure. Lakini pia aina ya tatu tunaita ni chop market. Hii chop market maana yake linakuwa halieleweki, haliendi juu wala halishuki chini, yani lipo tu, haliendi juu wala halishuki chini wala halipo katikati. Kwa hiyo linakuwa halieleweki. Hii pia ni tabia ya soko ambao pia inakuwa ipo sokoni, inaonekana sokoni kwenye hizi charts. Sasa hii robot yamkini, mimi sio developer, ila yamkini ilidesigniwa kufanya trending market. Halijadizainiwa kufanya trending market, ranging market au chop market. Haijadizainiwa kufanya hizo aina za market. Limedesigniwa kufanya trending market. Sasa soko linapoingia kwenye ranging market, linapokuwa lina consolidate, haijalishi kwamba litakuwa lina consolidate kwa muda gani, manake roboti haingii kufanya biashara. Haijalishi litakuwa linafanya chopping market kwa muda gani, roboti haingii kufanya biashara. Atavizia pale ambapo soko limekuwa liko kwenye trending market, atafanya biashara kidogo na kutoka haraka, ili soko lile la ranging market au chopping market lisije likamkuta sokoni na mwisho wa siku akapoteza pesa. Kwa hii pia inaweza kusababisha roboti aweze kuleta faida kidogo, kwa sababu anatumia muda mwingi kufanya analysis
lakini haoni opportunity ya kununua. Mwisho wa siku anakuja kuona opportunity kidogo na anatoka sokoni haraka kwa sababu imetengenezewa risk management kubwa, alafu anatoka haraka ili asije akachoma mitaji ya watu. Na hizi robot za makampuni zimedesigniwa kulinda mitaji. Ni afadhali wale investor wapate faida kidogo kuliko mtaji kupotea, kwa sababu ikipotea mtaji huwezi kupata chochote. Sasa na hizi robot zimetengenezewa risk management ili kulinda mitaji. Ni afadhali wewe upate kidogo lakini mitaji yako ibaki. Wakati mwingine soko likikaa vizuri utapata faida kubwa. Hiyo ni sababu ya pili, ya kwanza. Lakini ya pili tunaangalia kwenye kuna news, ni news. Umeona? Kwenye masoko huwa kuna news, masoko ya forex na masoko ya crypto yote huwa na news. Sasa hapa nataka tuangalie hii kalenda, forex factory calendar ambayo inakuwa inazungumzia ni news za forex. Sasa hapa tunayo hii factory calendar ambayo nataka tuiangalie. Unaona hapa? Unaona hapa? Hapa tukiona hizi ambazo zinakuwa zina nyekundu hizi ndio zenye nguvu. Yaani hizi ndio news zenye nguvu hizi. Kwa hizi zenye nyekundu hizi ndio news zenye nguvu. Unaona tarehe 19, tarehe 18 kulikuwa hakuna news. Tarehe 19 kuna hizo hapo nyekundu 3, kuna hiyo CPI, kuna media CPI, kuna trimmed CPI, umeona? Lakini pia tarehe 20 kuna hiyo Clement Court hiyo hapo. Umeona? Na tarehe 20 kuna hii BOE Government Ballet hiyo. Lakini pia tarehe 21 kuna hiyo, umeona? Ziko ni nyingi. 22 hii hapa, 21 hiyo hapo, 22 hizi hapa zote ni 22, 23 hizo hapo zote 23 hizo. Kuna tarehe 24, tarehe 24 tunaona hapakuwa na news. Tarehe 24 hapakuwa na news, tarehe 25 hapakuwa na news, tarehe 26 zilikuwepo lakini zilikuwa hazina nguvu, tarehe 27 zilikuwa hazina nguvu, tarehe 28 tunaona ziko ni nyingi sana hizi hapo, unaona? Kuanzia hiyo CPI, trimmed mean, CPI, BOC monetary policy report, umeona? Hizi zote ni news, na tarehe 29 hiyo hapo kutakuwa kuna hiyo. Sasa hii pia ni sababu mojawapo ambayo inaweza ikasababisha soko lishindwe kufanya vizuri. Sasa news inapotokea, kama umechukua order ya kubai, kama umechukua trading ya kubai, maana yake utabai. Sasa news inavyotokea, maana yake inakuja news inakuta umechukua position ya kubai. Maana yake yenyewe news kama ikiwa ni negative, maana yake itashusha soko. Sasa ikishashusha soko, maana yake itasababisha wewe utakula hasara tu. Utakula hasara kwa sababu wewe umesell, alafu umebuy, alafu ile news ni ya kusell, maana yake itashuka chini. Ikishashuka chini, maana yake imeenda against, nawe utachoma account. Kama haujafanya risk management, maana yake utachoma account. Lakini pia kama umefanya risk management, utakula hasara kidogo sana. Lakini uzuri wa hizi AI trading bot huwa zinaona kabla hatujaona. Ndio maana AI inaitwa artificial intelligence. Maana yake inakuwa ina akili zaidi ya mwanadamu, imetengenezewa uwezo mkubwa mara nyingi zaidi ya mwanadamu. Kwa hiyo inapoingia sokoni yenyewe inaweza ikaona hatari kabla ile hatari haijatokea. Kwa hiyo ikishaona hatari kabla ile hatari haijatokea, ina cross position. Ikisha cross position itapata faida kidogo sana. Ikishapata faida kidogo sana, maana yake sasa hiyo faida kidogo ndio utarudishiwa, ila mtaji wako uko salama. Sasa ni kipi bora? Mtaji uchomwe ili faida upate kubwa, au mtaji uwe salama ili upate faida kidogo? Kwa sababu mtaji ukiwepo itakusababishia hata baadaye soko litakapokaa vizuri utapata faida kubwa. Kwa sababu hiyo sasa news inaweza ikasababisha kupata faida kidogo. Wengi sana wanachoma account, hasa wiki mbili, wiki tatu hizi zilizopita. I say wengi wamechoma. Kuna jamaa yangu anatumia boti kufanya trading na anafanya account management, kachoma account. Alinitumia ile account yake kuiona ina zero,
ina zero kabisa, amechoma account. Sasa sisi si bora tunapata faida kidogo, lakini mitaji na kuwepo, mtaji unakuwa bado upo. Kwa sisi ni bora of course. Sasa hii pia inaweza ikasababisha ikaleta sababu ya tatu, inaitwa market volatility. Market volatility ni inaweza ikasababishwa pia na news, ambapo zile candlestick zinakuwa zile pair au coin zinakuwa zina volatility kubwa sana. Umeona, either inaweza ikasababishwa na wale swing trader. Swing trader ni wale wafanyabiashara wakubwa wa forex market au crypto market, ambao wenyewe huwa ni asilimia kubwa waga ni makampuni wana trade for a long term, lakini pia wana uwezo wa kuliumbisha soko kwa namna ya tofauti sana. Wakafanya candlestick ikapanda sana au ikashuka sana. Hao ni swing trader. Candlestick ikapanda kwa nguvu au ikashuka kwa nguvu sana. Sasa hao pia wanaweza wakasababisha soko likaenda tofauti. Kwa haya mambo ni mambo ambayo yanaweza yakasababisha kabisa AI, Nexus AI Trading Bot ikaleta faida kidogo kwa sababu ya market halijakaa vizuri. Of course, kuanzia Disemba na January ni miezi ambayo masoko ya forex na masoko ya crypto waga sio mazuri kabisa. Sio mazuri kabisa. Wewe fuatilia tu market structure, fuatilia tu tabia masoko yote ya forex na crypto, utagundua kabisa kwamba kweli masoko hayajatulia kabisa hii miezi. Ni wengi sana wamechoma account, ni wengi wamepoteza account. Kuna jamaa mwingine amechoma dola milioni 68, dola milioni 68 kwenye crypto, kachoma account kabisa. Umeona? Sasa ni vile tu ambavyo masoko hayajakaa sawa, lakini tunaamini kabisa kwamba soko likishakaa vizuri mambo yatakuwa vizuri. Kwa ndugu zanguni, kwenye Nexus, kwenye upande wa backend, kwenye kampuni ya Nexus backend, hakuna shida yoyote, ni bado pako vizuri na mambo yako vizuri kabisa. Ni hali ya soko tu ndio haijakaa vizuri. Hali ya soko ikishakaa vizuri, kila kitu kitakaa sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni watoe wasiwasi, Nexus ni moto, ni fire. Nexus ndio mpango mzima na token yao iko moto kweli kweli. Ukideposit sasa hivi, deposit kuanzia dola 300 na kuendelea, ili ufaidike trading profit na distribution ya loyalty NFT token, ili uwe unapata kila Jumamosi kama sisi tunavyopata. Deposit kuanzia dola 300 na kuendelea, utafaidika sana. Kwa ndugu zangu, mimi ni wasii tuendelee kuipenda Nexus na mambo yako vizuri sana 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 sana. Asanteni sana na Mungu wa mbinguni awabariki kwa mafanikio endelevu na Nexus.